Habari, sasa jinsi ya kukata hii design tunaanza na vipimo. Bega inchi 7.5, kifua inchi 34, gawanya kwa 4 utapata 8.5, utajumlisha inchi 2.5 au 1.5. Tumbo 30 gawanya kwa 4 utapata 7.5, jumlisha inchi 2.5 au inchi 1.5. Hips 37 gawanya kwa 4 utapata 9.5, jumlisha inchi 2.5 na urefu 56 utajumlisha na inchi 2. Tunaanza na koti ya nje hiyo. Kwa utakunja kitambaa chako mara 2 na utapima urefu wa inchi 58 itakuwa. Baada ya hapo utakachokifanya utaacha nusu inchi juu kwa ajili ya kuunganisha kipande cha mbele na nyuma. Na baada ya kumaliza hapo utaingiza vipimo vyako kama kawaida. Utaingiza kipimo cha bega ambao ni inchi 7.5. Hiki ni kipande cha nyuma, tunaanza na kipande cha nyuma. Baada hapo utaingiza kipimo cha kifua ambao kwa hapa ni kipimo cha kwapa inchi 7.5. Utakuja utaingiza kipimo cha tumbo na mwisho kabisa utaingiza hips. Baada hapo utanyoosha mistari kama ambavyo nafanya mimi, na baada ya kumaliza hapo utakuja kwenye kwapa, utaweka majina kifua, tumbo, hips. Baada ya kumaliza hapo utakuja utalinganisha bega kwa 7.5 na utanyoosha mstari, na baada ya kumaliza hapo kinachofuata utapima mzunguko wa kifua ambao kwa hapa tutachukua ile ambayo tumepata pale, tutajumlisha na inchi 1.5, kwa itakuwa inchi 10. Baada hapo kwenye tumbo vile vile tutachukua 7.5, tutajumlisha na inchi 1.5, kwa hiyo hapo tutapata inchi 9, na kwenye hipsi tutachukua inchi 9.5 jumlisha inchi 2.5, kwa tutapata inchi 11.5 tatu. Kwa hapo tutapima hiyo na upana wa hips utakwenda nao hadi mwisho. Baada ya kumaliza hapo utanyoosha au utatoa shape ya koti yako kama hivi ambavyo unaniona mimi natoa, ndivyo utakavyotoa na wewe. Baada ya kumaliza hapo utakachokifanya utatoa shape ya kwapa, na baada ya kutoa shape ya kwapa utakuja kwenye shingo. Kwa upande wa shingo utapima upana wa inchi 3, na kwa upande wa kipande cha nyuma utapima urefu wa nusu inchi. Baada hapo utatoa shape ya shingo na utakuja kwenye mstari wa kwapa, utapima inchi 1 kwa ajili ya kulazia bega. Baada hapo utanyoosha mstari kama hivyo na utaweka ile nusu inchi kwa ajili ya kushonea. Baada ya kumaliza hapo tutakuwa tumemaliza kipande cha nyuma, kwa hiyo utakata kipande chako. Baada ya kukata kipande cha nyuma kitaonekana kama hivi. Sasa twende tukaone jinsi ya kukata kipande cha mbele au hivyo vipande vya mbele. Kwanza utakunja kitambaa chako mara 2, na baada ya kukunja mara 2 kwa hii itakuwa ni kipande cha mbele. Baada hapo utachukua kipande chako cha nyuma na utaacha inchi 4 kwa ajili ya hiyo vifungo. Baada hapo utanyoosha mstari, na baada ya kunyoosha mstari juu kabisa utaacha inchi 5. Baada hapo utatoa kopi ya kipande cha nyuma kama nilivyoweka alama, na baada hapo utatoa kopi kama ambavyo unaniona mimi nafanya. Baada ya kutoa kopi utakachokifanya utakuja utapima inchi 2.5. Hii tunaongeza shingo ya mbele. Baada ya kupima inchi 2.5 utakuja juu utapima shingo yako ya nyuma, hii kwa ajili ya kola. Kwa shingo ya nyuma tumepata inchi 3.5, utaweka inchi 4. Kwa utakuja utapima inchi 4 kama ambavyo unaniona nafanya. Baada hapo utanyoosha mstari, na baada ya kumaliza kunyoosha mstari utakachokifanya utanyoosha mstari wa kifua kinapoishia, na baada hapo utanyoosha mstari wako kama ambavyo unaniona ili uweze kupita hapo kwenye kifua kidogo au
unaweza ukausogeza mbele kama hivi. Na baada ya kumaliza hapo, utakuja utazipima zile inchi 4 za kola ya nyuma ambayo itakwenda kwenye shingo ya nyuma, na utapima inchi 2.5 kama hivyo upana. Na baada ya kumaliza utakuja hapa shingo ilipoishia utapima inchi 3. Baada ya kumaliza hapo utatoa shape ya kola yako kama hivi ambavyo unaniona mimi nafanya. Kwa hii itakuwa ni hii kola ya ndani, koti ya ndani ndo kola yake iko kama hivi. Baada ya kumaliza hapo utakata. Kwa baada ya kumaliza kukata, utachukua kipande chako cha nyuma na ukija kuweka hapo kulinganisha na kipande chako cha mbele, kwa kitaonekana kama hivyo. Kama unavyoiona picha ndivyo kola yako itakavyokaa. Baada hapo, kwa upande wa sehemu ya vifungo utakuja utaweka vifungo vyako viwili kama hivyo ambavyo unaniona mimi nafanya. Baada ya kumaliza hapo, tuende kwenye hiyo koti ambayo iko nje, nayo utachukua kipande chako kama hicho na utakuja utakipima kwa ajili ya kutoa kopi ya kipande cha nyuma. Hapo tuna kipande cha nyuma, hivyo vya orange ni vipande vya mbele. Baada hapo utatoa kopi kama ambavyo unaniona mimi nafanya. Baada ya kumaliza kutoa kopi, utakuja utafanya kama hivi. Hapo shingo tulipima inchi 3. Kwa inchi 3 hiyo utakuja utaipima mwanzo hadi mwisho ili kuacha huo uwazi ambao unauona kwenye hiyo koti. Baada hapo utanyoosha mstari, na baada ya kunyoosha mstari tutaacha ile nusu inchi, na baada ya kumaliza hapo tutakuja tutapima inchi 3 kwa ajili ya shingo ya mbele. Baada hapo utakuja utapima inchi 4 kwa ajili ya shingo ya nyuma. Nyuma ni inchi 3.5, tukaongeza nusu inchi ikawa inchi 4. Baada hapo utakuja hadi kwenye inchi 15 ambapo kola yetu itaishia hapo. Na baada ya kumaliza hapo utakuja kwenye shingo yako utaweka alama kama hivyo, na utakuja utapima upana wa inchi 3 na juu utapima inchi 2.5. Na baada ya hapo, baada ya kupima inchi 2.5 utatoa shape ya kola kwa kupima inchi 2. Kutoka hapo hadi hapo utapima inchi 2.5 vile vile, na baada ya kumaliza hapo utatoa shape yako ya kola kama hivyo ambavyo unaniona mimi natoa. Baada hapo utakuja na kola yako hadi pale kwenye inchi 15, na baada ya kumaliza utakuwa umemaliza, utakata kipande chako kama hivi ambavyo unaniona mimi nakata. Kwa hivi ndivyo inavyokatwa hiyo kola ya ndani, hiyo koti ya ndani na koti ya nje. Kama utakuwa una swali au kama utakuwa kuna sehemu hujaelewa utaniambia. Asante.